bunge la taifa letu la Kenya will go on record as the most transformative parliament when history is finally written. Kwa sababu tulibadilisha hizo sheria zote, sasa kila mtu ako na nafasi ya kupata bima ya afya. Uwe na kazi, usiwe na kazi. Uwe na pesa, usiwe na pesa. Hata mama mboga leo anaweza kwenda kujisajili kwa SHA. Mtu ya bodaboda ako kwa SHA. Na nimesema na nataka munisikize, na nyinyi ni viongozi. Si ndio? Mimi nataka muwaeleze wananchi. Kujisajili kwa SHA ili upate matibabu ya outpatient pale kwa dispensary ama kwa health center ama kwa zahanati ya level 4. Unaenda pale, bora umejiandikisha kwa SHA. Serikali ya Kenya itakulipia bili yako. Wewe uende pale kama uko na homa, kama uko na malaria, sijui tumbo inakuuma, kichwa sijui wapi. Uende pale, upige foleni, uone daktari, udungwe sindano, upatiwe dawa na utoke hapo uende nyumbani. Bila ya kuulizwa pesa yoyote. Mnanisikia? Hamjasikia, wacha nirudie. Unajua tuko na Thomas wengi kwa hii dunia. Sawa sawa. Nimesema hivi na msikie, nyinyi ni viongozi. Kila mwananchi tunataka ajiandikishe. Ukijiandikisha unatusaidia mambo matatu. Unatusaidia tujue madaktari wangapi wanahitajika. Dawa kiasi gani inahitajika. Equipment kiasi gani inahitajika. Ndio tuweze kupanga mambo mbele ya wewe kuwa mgonjwa. Pia tumekubaliana ya kwamba kule chini tusingoje watu wakuwe wagonjwa. Tumesema tuende kwa vijiji. Ndio sasa tuko na community health promoters ambaye wanatembea kwa vijiji, wanakupima, wanakuambia wewe uko na high blood pressure, anza kujipanga. Wewe uko na mgonjwa wa sukari, anza kujipanga. Wewe fanya namna hii. Tunaelewana? Kwa sababu unajua mtu mwingine anakaa nyumbani kumbe ni mgonjwa na hata ajui. Alafu anakaa hapo mwisho kwenda hospitali kumbe ugonjwa hiyo imeharibika mahali kubwa.